Hiki ndio kilio chetu wa Tanzania. Hii sio kwa Diamond peke yake, wasanii wetu wote. Level anaotengeneza Diamond Standard inawezekana ndio kwa faida yake, lakini anaiweka Tanzania kwenye map. Bro, Rihanna yuko hapa, ASAP Rocky yuko hapa, James Harden yuko hapa, wamevalishwa na Adidas na nini. Adidas wanakuposti. Not easy my brother, not easy. Adidas ambayo wanaitengenezea Manchester jezi, Madrid jezi, Arsenal jezi, leo wanakuposti wewe kwenye. Maana yake ni kwamba Diamond kukaa kwenye page ya Adidas, akina Ronaldo, akina nani, akina Messi wamemuona. We are proud. Hatuzungumzi kwa sababu ni Diamond. Lazima tuongee tupate na wengine. Hit ina uwezo wa kumuua msanii kimuziki. Hit ina uwezo wa kumtoa msanii kimuziki. Yaani hit inaweza ukakufanya ukafa kabisa kimuziki. Inaweza ikakufanya usisikike tena. Ndio maana unaona Diamond anatoa ngoma, akiachia afanye promo. Anasoma upepo wa mashabiki. Je, hii ngoma imepokelewaje? Akiona imepokelewa kawaida, anatulia zake. Nisikilize, sio kwamba Diamond anatoa ngoma mbaya. Standard ya ngoma ambayo kaiseti ya Komasava Shoe, bro ni kubwa mno. Unatoa holiday haifiki, hata yeye namuumiza. Yaani usione labda Diamond anafurahi, anawaza nifanyeje. Ndani ya mwaka mmoja zimetoka ngoma gani? Downy, Babu, Katamu, Holiday. Kuna ngoma 5 hazijafika level bado. So mimi najaribu kuongea, alafu natoa na ushauri. Kuna vitu lazima vibadilike. Vitu gani? Wasanii gani unafanya nao kolabo? Hilo la kwanza. Wana nguvu gani? Yaani inawezekani wewe wasanii unawapa kolabo ndio wenyewe wanajisifu. Tunashukuru sana Diamond. Why? Kwa sababu wewe umbo wa kwako. Why usiinvest kwenye kolabo moja kubwa? La kwanza hilo. 2, producer. Mimi sisemi Yesukizi ni mbaya. Bonge la producer ndo kakupa kolabo, kakupa ngoma ya Komasava, lakini ladha ya saundi yake tumeizoea. Hatusemi muache. Tafuta ladha nyingine iweke. Kama unataka kufanya ngoma za mapiano, kwa nini usimtafute DJ wa mapiano really kutoka South Africa mwenyewe? Kama unataka Afrobeat, kwa nini usimtafute DJ kutoka Nigeria wa Afrobeat? Ukitaka bongo flavor njoo kwa Yesukizi. Hakuna mtu atalalamika. Lazima tujaribu kuchange ladha. Usha kuwa mkubwa wa my brother. Swizbeat si mwanao akupe goma moja. So kama sasa hivi tunasema Diamond lazima uivense huko, uwe London, uwe Paris, uwe Marekani. Yaani mimi ni rare sana tena nikaja kuona Diamond anarudi bongo anamtafuta Yesukizi, fanya ngoma baba. Of course Diamond kwenye uandishi no sasa hivi. Diamond sasa hivi ukaa eti na kuandikia ngoma nginga vina vya ona si mashairi nini ngojera, anaandika mashairi ya kisasa na kizamani, anazingatia vina havipo hivyo. Diamond anajua, Diamond anajua kabisa dunia inataka muziki wa namna gani sasa hivi. So ngoma zote kwa nini zinaishia hazifiki level ya Komasava? Why? Lazima tujaribu baadhi ya vitu tubadilishe. Ukweli ni kwamba ngoma zote alizozitoa Diamond baada ya Komasava hazijafanya vizuri. Huo ndio ukweli. Kwa nini? Kinachombeba Diamond, ameinvest kimataifa. Komasava bado inamlipa. Ukija katika ngoma alizotoa zote, hakuna ngoma imefanya vizuri. Huo ndio ukweli. Na tusimwambie ukweli, itakuwa tunamuonea yeye. Lakini lazima tuzungumze ukweli. Hazijafanya vizuri kama Komasava na Shoe. Kwa nini? Tubadilishe baadhi ya mazingira. Hebu tujaribu, tutafute kolabo kubwa, wasanii wakubwa, tuwekeze kwenye kolabo kubwa. Kuna kipindi Diamond alikuwa anatafuta makolabo makubwa tu. Sio sasa imekwaje? Vidogo vya South Africa, vinyoka fulani hivi. The underground fulani vya South Africa ndio vinaapia sana kwenye kolabo za Diamond. Yaani wasanii ambao hata hatuwajui ndio wanaapia sana. Yaani wao ndio wanawakuza. Yaani Diamond ndio wanafanya wao wakubwa. I don't know why. Zamani mbona ilikuwa makolabo makubwa tu, akina Nio, akina Rick Ross, akina nani? Akina Omarion. Akina Morgan Heritage, akina P Square wale, akina Davido. Why sasa hivi manyoka wengi kwenye kolabo za Diamond, manyoka underground? Tuanza kata kupitia ile EP yake ya 4. Angalia madogo waliowekwa pale. Madogo, wengi madogo. Kwa nini sio kuinvest kwenye kolabo ambayo ukija kuwekeza kweli kwa Just Derulo remix ya Komasava? Yes.
Chris Brown kasema collab yake ni $2.5 mpaka $3. Wewe umewekeza kwenye show moja $300 na karibia milioni 600. Tuweze kuwekeza kwenye collab moja. Travis Scott collab yake labda shilingi ngapi? Labda $1.5 $1.5 mpaka $2. Travis Scott, ukipata collab ya Travis Scott, balano mwanangu hili. Kama collab yake ni $100,000 mpaka $200,000 na wewe una uwezo wa kuwekeza kwenye pamba $200,000. Hatuwezi kupata collab ya Chris Brown, hatuwezi kupata collab ya Travis Scott.